Yes, watazamaji wangu, nimekuwa nikiongea kuhusu manabii wa uongo. Kenya wamenjaa. Na hata Biblia yangu ninaosoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza kifungu cha 4 mstari wa kwanza inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali sijaribuni hizo roho kwamba zimetoka kwa Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Manabii wa uongo wengi wametokea Kenya, wametokea Afrika. Na ukitaka kujua nabii wa uongo, hatambiriangi maskini. Nabii wa uongo huwa anatambiria matajiri. Umeona huyo nabii wa Nigeria? Nilikuwekea video. Kuna video nimeweka mingi kwa hiyo channel yangu. Angalia hapo, usikize tu na utanjanji. Ukiona ni mzuri, wewe fuata. Unajua Mungu hawezi kukulazimisha kuchakua. Mungu amesema nimeweka uzima na uhai, chakua. Sasa hii kitabu hiki cha Yohana wa kwanza kifungu cha 4 inasema, wapenzi, mchunguzeni kila roho kwamba inatoka kwa Mungu. Na hapo B inasema, kwa maana manabii wengi wametokea duniani. Tunaongea Kenya, manabii hata nimeona waumbiri wameanza kukemea sasa. Nimeona waumbiri wawili. Naona apostol wawili wakikemea. Na wako na ma-TV zao wakisema, wewe nabii, ukitoa unabii tutachunguza ni roho mgani amekuambia. Ni kwa sababu katika kitabu cha Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati 18:20 nasema, nabii wote wa Mungu ama wa miungu ingine akinena neno likose kutimia auawe. Kwa hivyo si nabii wa Mungu pekee atanena neno litimie, hata nabii wa shetani, hata mganga. So ukitoa unabii hata ikitimia, ukisema mtu anakufa, hata wale mnataka kutabiri saa hii, najua mnataka kutabiri. Mimi nafundisha watoto wa Mungu. Niliona wengine wananitusi. Mimi sina shinda na wewe. Kwa maana Yesu aliambia wana wa Israeli, mnanitusi na mnasema nyinyi ni wa Ibrahimu. Ibrahimu hawezi kuwa na watoto wanatusi. Nyinyi baba yenu ni shetani. Na mimi nataka niseme hivi, baba yako wewe unaonitusi ni shetani. Niona wengine hata wananitishia ati utakufa, Mungu wa fulani atakuua. Hakuna Mungu wa fulani. We serve one God, na katiba yake ni, if you go against this, you are against God. Na wacha nikuambie, unaweza tumia uchawi kunilaani lakini hauniwezi. Jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu inafunika waumbiri wa ukweli. Nauliza manabii wa ukweli na waumbiri wa ukweli, mitume wa ukweli, waalimu wa ukweli, fundisha, simama fundisha, usiokope lakini usitusi watu. Nabii wa uongo amejawa na pitisho na matusi. Nataka kukutuma mahali ukasome Biblia. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza kifungu cha 13. Soma hicho kifungu chote, unaona kulitokea nabii kijana hakatumwa kwenda kwa mfalme Yeroboam kumtabilia. Na akaenda akatabiri vile alitumwa na Mungu. Vile nilikuambia, nabii wa Bwana huwa anatumwa kwa mfalme, si kwenda kwa mitandao. Mimi leo nikitumwa kwa Ruto, nitaamka niende mpaka State House na nitapewa ruhusa niongee na president. Na lazima uwe na hekima. Wakati Daudi, ule nabii Nathani alitumwa kwa Daudi, alienda na hekima. Alienda kumwambia kuna mfalme, kuna mtu alikuwa na mbuzi wengi na amekula mbuzi ya jirani yake wakati amepata wageni. Daudi akasema huyo mtu anavaa uawa. Akaambiwa, ni wewe umechukua mke wa Horia na nilikupea wake watatu. Umeona hawafai, ukaenda kuchukua mwingine. So nataka nikwambie, huu nabii kijana, kukatokea nabii mzee. Kijana alitabiri vizuri. 1 King chapter 13 verse 1 kuteremka yote. Kijana akaenda akatabiri wakati mfalme alimupointi hivi. Mfalme mkono wake huku rundi, akamwambia nabii kijana,
tafadhali msii Mungu, nimejua umetumwa na Mungu, hanirudishe mkono wangu. Kijana akaomba Mungu, mkono wa mfalme ukarudi. Mfalme akamwambia, turudi na wewe tukakule chakula. Akamwambia, hata ukinipa nusu ya mali yako siwezi kurudi nawe, kwa maana neno la Bwana liliniambia nisikule na nisirudie njia ile niliyokuja nayo. Alipotoka kulikuwa na kijana wa nabii hapo, ule nabii mzee. Sasa hapa Kenya tumejaa na manabii wazee, walifeili, walikosana na Mungu, na wamekavucha mahindi ya manabii wadogo ama mapaza wadogo, unawasherekea. Nikisema wanauza mafuta unanitusi, nikisema wanauza maji unanitusi, nikisema wanauza vitambaa unanitusi. Kwa Biblia hii hakuna mahali imeruhusu biashara, hakuna mahali imeruhusu biashara. Wakati ule nabii aliambiwa, aliuliza ameenda njia gani, akasema hii, akamfuata. Kaenda akamwambia, turudi kwangu kule, nimesikia vile miujiza imetendeka. Kijana nabii akamwambia, hapana, niliambiwa nisikule na nisirudie ile njia. Akamwambia, malaika wa Bwana amenishukia saa hii, ukule, uende kwangu ukule. Wakarundi. Walipokula, ule nabii mzee akakujiwa na roho wa Mungu, akamtamiria, akamwambia, kwa maana ukusikiza sauti ya Mungu, hautasikwa kwa makaburi ya baba zako. Wakamtandikia funda yake, akarudi. Wakati huo hakukuwa gari, kulikuwa mafunda. Sikia wewe, uliniambia niko maskini. Manabii wa kitambo walitumia funda. Hata ukitembea na miguu ama baiskeli ama pikipiki, ukiwa umeteuliwa na Mungu, hautakuwa na shinda. Ni kwa maana ni mapenzi ya Mungu ukawa na hiyo ngari ama usikue nao, wewe si mlaumu Mungu. Nataka niseme hivi, wakati alikula, alitambiwa, akaambiwa hautarudi. Alipoenda, simba alimtokea akamuua. Nabii mzee aliposikia alicheka na akamwendea akamsika. Na akasema, hata mimi nitakapokufa mnisike hapa kwa nabii mwenye hakutii sauti ya Mungu. Nataka niwaambie hivi, mimi nimepewa hii kazi sasa ya kurekebisha. Na Mungu amenipea neno siwezi maliza. Kutoka leo mpaka 20 years nikiwaonya, siachi. Na wewe ukisikia ninakungusa, bandilika. Ukikataa, gumisha moyo, utakufa. Gumisha moyo. Nimeona manabii walikanywa. Kuna nabii alikuwa anauza watoto, alikuwa na miracle babies. Alitoka London akarudishwa Kenya. Kutoka Kenya alikuvia hapo na akasikwa. Niliona mwingine aliongeusa mdomo. Juzi nimetembea nikapata kanisa yake ilimea nyasi. Mwingine alikuwa pale Luaraka, kanisa yake imemea nyasi. Usione ati uko na watu mamilioni wanakufuata. Kuanguka kwako ni siku moja uishe. Maandiko inasema maisha ya mwanadamu ni kama maua. Wewe unaonitisha ati nitakufa, mshirika ama ndugu mdogo, haujui neno la Mungu, fuata neno. Maandiko inasema kwamba hiki ni kinga kilichotolewa kwa moto. Mimi ni kinga, nimetolewa kwa moto. Wewe jaribu. Laani, simama kwa TV ni laani. Mimi sitakulaani na kurekebisha. Na ukiondoka mapema, usilaumu. So nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa hiyo mafundisho umenisaidia. Naombea nchi yetu wa Kenya, naombea rais. Nakataa vitisho vyote na roho yote ya unabii wa uongo Kenya. Napiga Bwana, umenipaka mafuta kama Mungu wa mbinguni Elisha na Yehu, kuangusha roho ya Jezebeli. Napiga roho ya nabii wa uongo, wale wote wanaoniinukia na kunena maneno mabaya. Baba, sitapigana na wao. Maandiko inasema hakuna silaha iundao kinyume changu itakaofanikiwa. Isaiah 54:17. Watakao kuja kwa njia moja, Bwana atawatawanya kwa njia 7. I scatter them now. The Bible says, resist the devil and he free away. I resist you, Satan of our country. Hakuna mtu atatisha na hakuna mtu atakufa kabla wakati wake. Maandiko inasema kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Asante Baba, ni kwa maana unaweza, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Shalom. Tuonane kesho masaa kama hii.